utakuwa unamtumikia Mungu na unamuacha hapa siku ya Jumapili na unatoka ukiwa peke yako. Ndio kwenye kitabu ya Mathayo 7 mstari wa 22 unapata Yesu atawaambia siwajui nyinyi. Unapata watu watakomplain, Yesu tulitoa mapepo, tuliombea wagonjwa, tulifanya hivi. Atasema mimi siwajui, mlitumika na mkutembea na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu mwenyewe alichagua wanafunzi 12 watembee na yeye. Haleluya. So, wakati tunapoishi katika hii dunia, elewa unaweza tumika na utembei na Mungu. Sababu zile tabia unazokuwa nazo mahali uko kanisani atukuoni ni tabia za uko na Mungu ama ulimwacha kanisani. Unajua tunaokokanga sana tukiwa hapa. Lakini ukinikanyanga pale nje nitakwambia nimeokoka na sijaokoka nikuwe mjinga. Hapo unaelewa aliacha Mungu kanisani na anatembea peke yake. Haleluya. Asubuhi ya leo kanisa ninakuhimiza usitembee peke yake. Kuwa kama Musa aliambia Mungu sitoki hapa, hatutoki hapa bila wewe. Sababu ukitoka bila wewe utaongea vile unataka. Na kama unatembea na Mungu utaongea vile Mungu anataka, utavaa vile Mungu anataka, utatembea vile Mungu anataka na utafanya vile Mungu anataka. Sababu mapenzi yetu inakuanga tamu sana, sisi tunapenda kufanya vile tunataka. Lakini wakati tunatembea na Mungu sio sisi tena, ni yeye mwenyewe, sio wewe tena. Akiingia ndani yako kuna vitu anaua, anamaliza wewe, ndiye ambaki yeye katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unafika mahali unakuwa ile hasira ulikuwa nayo iliisha, sababu ulimkumbalisha na ukampea nafasi ya kwanza kuwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kutembea na Mungu inabadilisha mambo mengi. Unaona Yesu, wanafunzi na wale watu wengine wanaenda kulala, yeye anapanda mlimani akakae na Mungu. Yaani akatembea akakae, akasikie vile Mungu anasema. Ndio maana hata akishuka mapepo zilikuwa zinamuogopa. Zinamwambia, "Kwa nini unatusumbua? Sisi hatuna shida na wewe mwana wa Mungu." Sababu ametembea na Mungu na anatembea na Jehova. Ukitembea na Mungu hata mapepo itakuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna shida, hata kuna magonjwa itakuogopa. Sababu aliye ndani yako ako na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tukubali kutembea na Mungu. Unapotembea na Mungu utabarikiwa. Mwanzo 17 mstari wa 1. Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, "Mimi ni Mungu Mwenyezi. Uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Nami nitafanya angano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana." Abraham kaanguka kifundifundi. Akamwambia Mungu akasema, "Mimi angano langu nimefanya na wewe, nawe utakuwa baba wa mataifa." Ukisoma katika maandiko unaona Abrahamu alikuwa ametembea na Mungu mpaka Mungu ikafika mahali anataka kuangamiza Sodom na Gomora. Akasema, "Sitafika huko kama sijaambia huyu." Na ukiona Mungu alikuwa amemwahidi, "Nitakubariki." Sababu ya kutembea na mimi, nami nitakubariki. Na hautabarikiwa peke yako, utabarikiwa mpaka na kizazi chako. Ukiendelea kusoma kwenye kitabu cha Mithali 20 mstari wa 7 utaona hata kizazi chako kitakuwa kimebarikiwa. So kutembea kwako na Mungu leo itafanya hata kizazi chako kikuwe kimebarikiwa. Na kutotembea na Mungu kwako siku ya leo itafanya kizazi chako kuteseka. Kuna maisha utaishi leo, kizazi chako kifurahie, kikuwe na amani, kikuwe kizazi ambacho watu wanasema kweli hicho ni kizazi. Sababu hata tukiangalia sasa unaona Ibrahim alikuwa amebarikiwa, Isaac, Jacob, hata ukienda mpaka kwa Joseph. Hiyo ni kizazi ambayo ilibarikiwa, ni sababu ya baba yao alitembea na Mungu vizuri mpaka hata hapo wamefika. Hao hata awang'ang'ani. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kuna vile tunaweza ishi hata watoto wetu mpaka wanashindwa na elimu.
sababu hatutaki kukua sawa na Mungu. Asubuhi ya leo ninakuhimiza, tembea na Mungu hata kama sio faida ya kwako, kwa kizazi chako. Watoto wako wasiwahi kuwa na hali ya kung'ang'ana. Watoto wako wasiwahi kuwa na hali ya kuteseka, na magonjwa mengine yasiwahi tesa kizazi chako. Unaweza wasaidia siku ya leo ukiamua kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika hii safari ya maisha unaamua kutembea na Mungu, ukijisaidia na ukisaidia kizazi chako. Ibrahim angekuwa hajatembea na Mungu, hatungejua habari yake siku ya leo, sababu angekuwa ameisha kitambo. Lakini leo tunasikia habari yake sababu alikubali kumtembea na Jehova mpaka kizazi chake tunasoma mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Unapotembea na Mungu, God will set you free. Mungu atakuweka huru. Kuna mambo hautawahi ng'ang'ana nayo, sababu miili yetu ni hekalu, na wakati tutakumbalisha Jehova atawale hekalu yetu, kuna mambo haitatusumbua sana. Hata kuna mambo ya ukoo utakuwa unasikianga ilifika kwa kizazi chako ikaruka ikaenda kwa kizazi kingine, sababu unatembea na Jehova vizuri. Tunaposoma kwenye kitabu ya Luka 13, unaona mwanamke alikuwa hapo. Biblia inasema alikuwa na shida moja, alikuwa na pepo ambayo ilikuwa inamfanya akae ameinama. Na ukiangalia ukisoma vizuri Biblia inakwambia huyo alikuwa wa imani. Tuwekee hiyo Luka 13 kuanzia mstari wa 11. Unaona alikuwa na hiyo shida, lakini wakati Yesu alipoingia na akakubalisha, yeye ako kanisani. So unaweza teseka ukiwa hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Ukingoja uwekelewe mikono, ukingoja uombewe, ukingoja umwangiliwe mafuta, hiyo inaweza kosa kukusaidia. Unaweza jisaidia kwa kutembea na Jehova. Ukiangalia huyu mwanamke alikuwa na shida ya kuinama, na wakati alikuwa hapo hiyo kanisa ilikuwa na makuhani na ilikuwa na waandishi wa sheria, lakini hawakumsaidia. Lakini wakati Yesu alipoingia aliona shida yake na akaiondoa. Wakati alikubalisha Yesu aingie kwa hekalu yake, maisha yake ikabadilika, akaanza kuona salama. Wakati alikuwa ameinama akakuwa sawa. Asubuhi ya leo nakuhimiza, kubalisha Yesu atembee na wewe, kubalisha Mungu atembee na wewe. Kuna characters zitaondoka sababu mwenye nguvu ameingia. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa umeinama, ukisikia jambo la mtu huwezi nyamazia. Unajua kuna watu wako na hiyo shida, akisikia inamsumbua haezi nyamaza. Hata afadhali apite tu hapo aiongee, make sure imetoka ndani yake. Lakini ukikumbalisha Yesu siku ya leo atembee na maisha yako, na kuambia hautakuwa umeinama, sababu hiyo ni kuinama, umeinama na uelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa umeinama kwa tabia zingine hauzielewi hata wewe, lakini ukikumbalisha Jehova siku ya leo atembee na wewe, hatakuweka huru, hautainama tena. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa hata ni shida ya familia, lakini ni wewe shida, sababu haujakubalisha Jehova atembee na wewe. Kubali kutembea na wewe na ndoa yako itasimama. Kubali kutembea na Jehova, watoto wako watakuwa sawa. Kubali kutembea na Jehova, kazi yako itakuwa na Jehova, haitafungwa tena, utakuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, atakuwezesha kutimiza ndoto zako. Ukitembea na Jehova atakuwezesha kutimiza ndoto zako. Yohana 6:16. Hata ilipokuwa jioni, wanafunzi wake wakatalimka baharini, wakapanda chomboni, wakaanza kuivuka bahari kwenda Kapernaumi. Nako wamekwisha kuwa giza, wala Yesu hawajafika. Na bahari ikaanza kuchafuka kwa kufuma upepo mkuu. Basi wakafuta makasia kadiri ya maili 3-4. Wakamwona Yesu anakwenda juu ya bahari, kuikaribia chombo wakaongopa. Naye akamwambia,
naye akawaambia, ni mimi, msiogope. Basi wakataka kumpokea chomboni, na mara hiyo chombo ikaifikiria chini, na kikaifikiria nchi waliokuwa wakiendea. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni wanafunzi wa Yesu, walikuwa kwa safari ambao walikuwa wanataka kwenda nchi nyingine, walikuwa wanataka kuvuka ng'ambo nyingine. Lakini katika safari hii walikuwa wameacha Yesu, walikuwa peke yao, na sababu ndoto yao ilikuwa wafike huko, wafanye yale mambo walikuwa wanataka kufika. Wakiwa kwa bahari, safari ikaleta shida, na wakati ilipoleta shida, wao waliteseka kidogo, sababu wako peke yao. Na wakati waliona Yesu alikuja, na mambo ikakuwa sawa. Hata safari haikuendelea sana, walipata wamefika ng'ambo walikuwa wanataka kuenda. Na katika hiyo safari haikuwa rahisi, sababu Yesu ako na uwezo wa hata kupitia juu ya shida zako ukiwa katika hii safari. Bwana Yesu asifiwe. Uko na maono ya kufanya mambo makubwa, uko na maono ya kwenda mbali, uko na maono ya kujenga, uko na maono ya kufanya mambo mazuri, lakini Jehova ndio anaweza kuikamilisha ukitembea na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukitembea peke yako utateseka, sababu hii safari iko na mawimbi. Wanafunzi walikuwa wanatamani kufika, lakini hawangeweza kufika peke yao. Wamemwacha Yesu nyuma, wanatembea peke yao. Bahari ikaharibika na mambo ikakuwa sio mazuri. Lakini wakati Yesu alipoingia, Biblia inasema na wakataka kumkaribisha. So walikubalisha Yesu atembee na wao. Bwana Yesu asifiwe. Unapotembea na Yesu asubuhi ya leo, atakuwezesha kutimiza ndoto zako. Tusiwe na Yesu siku ya Jumapili peke yake, tuwe na Yesu kila wakati, kila saa na kila dakika. Bwana Yesu asifiwe. Si ukiwa nyumbani kuna ile kelele unaweza piga mpaka watoto wakuulize, mamu unakuanga wa kanisa kweli? Hata wale unaoishi na wao unaweza waalika kanisani, wakwambia tutakuja. Si eti watakuja, ni zile karakta zako. Mtu anakuahidi nitakuja tu, hawezi kukuja, sababu kuna kile ameona ndani yako, na mahali unamwalika ni tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe. Katika hii safari tunaenda, kuna mahali tunaenda, tuko na maono makubwa na tuko na ndoto zetu tunataka zitimie. Asubuhi ya leo kubali kutembea na Jehova, hatatizitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Peke yetu tutashindwa. Hata kama mawimbi itakuwa mengi, hata kama kazi itakuwa ngumu, Yesu ako na uwezo wa kupitia juu ya hiyo shida zako. Ako na mamlaka hata ya kukanyanga hizo vitu zinazokusumbua na ufike salama kwa maono yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 4. Yesu atakukomboa. God will deliver you. Isaiah 43 verse 42. Tazama mtumishi wangu nimtengenezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimeitia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Hatalia wala atapasa sauti, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunapotembea na Yesu, atatukomboa na atatupa nguvu mpya, ambayo ni nguvu Biblia inaita kuwatolea hukumu. Yaani tunaweza kujudge. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunapotembea na Mungu, kuna mambo mengi ambayo atatusaidia, atatukomboa wakati tunapopatana na mambo magumu. Ukienda kwenye kitabu ya Danieli chapter 3, utapata Shadrach, Meshach na Abednego. Hao ni watumishi wa Mungu ambao walikuwa wanatembea na Mungu, ambapo walikuwa wametolewa kwenye nchi yao na kuletwa nchi nyingine. Na wakati waliletwa huko, hiyo nchi nyingine walikuwa wameletwa haikuwa nchi yao, na huko walikuwa wametoka ni nchi tofauti, ambao walikuwa wamefundishwa tabia za kutembea na Mungu. Wakati walikuja kwa hii taifa ingine waliletwa, hawakuacha ile tabia ya kumfuata Mungu, ile tabia ya kutembea na Jehova.
Ukianzia mwanzo unaona, kwa sababu ni vijana walikuwa wazuri, wakakataa kukula hata chakula cha mfalme. Na wakati walikataa, Mungu aliwabadilisha hata akawapa nguvu kuliko wale waliokula chakula cha mfalme. Na kuna wakati ilifika mahali, sababu wamejulikana, wamekataa kuabudu sanamu, wamekataa kuabudu Mungu wa hiyo nchi, walikuwa wanatembea na Mungu wao na hawataki kumwachilia. Mfalme akasema hawa washikwe na wawekwe kwenye moto. Na walipokuwa wametupwa kwenye moto, kuna mambo ilitendeka. Mungu aliwakomboa. Kwenye kitabu ya Danieli inamuita mtu wa 4 akaingililia. Tunapopatana na mambo mengi, jua hauko peke yako kama utakumbalisha Jehova kutembea na wewe. Wakati walishikwa, wakafungwa na kutupa kwenye moto, hiyo moto kitu ile ilifanya iliwasaidia. Ilichoma zile vitu zilikuwa zimewafunga. Hakuna kitu ingine moto ilifanya. Walikuwa wanafikiri wanachomeka, lakini moto iliwasaidia kuwafungua. Bwana Yesu asifiwe. Na walipokuwa kwa hiyo moto, Jehova mwenyewe akaingia. Walikuwa wanajaribu wakiona wanawatupa kwenye moto, kumbe wanatembea na moto ulao. Bwana Yesu asifiwe. Kumbali kutembea na Jehova, sababu walikuwa wanafikiri hawa hali yao imeisha, kumbe ndiyo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu kwenye kitabu ya Ibrania inamuita moto ulao. Wasomi wakasema dawa ya moto ni moto. Wao wanaongeza moto mara 7, na kumbe wao hawa wanatembea na mwenye moto sasa. Moto ulao. Hiyo moto yao haikuwa kakali, haikuwa inaweza. Bwana Yesu asifiwe. Na wakashika Danieli, sababu bado yeye alikuwa amekataa kuabudu Mungu wa hiyo nchi, na alikuwa anatembea na Jehova. Alipotupwa kwenye tundu la simba, hawakuwa wanajua yeye ako na simba wa Juda. Wanafikiria wamemtupa kwenye simba aliye na njaa ambaye atammaliza, na yeye ako na simba wa Juda. Wakati unapopita kwa majaribu ukitembea na Jehova, jua uko na simba wa Juda ambaye ako na uwezo na ako na nguvu. Haijalishi uko kwa moto gani, haijalishi uko kwa hali gani, jua uko na simba wa Juda ambaye atakusaidia, ambaye atakutetea. Sababu wale waliowarusha kwenye moto, waliowarusha kwenye tundu la simba, waliporushwa walipata simba wako na njaa wanawangoja hivi. Biblia inasema hata hawakufika chini. Sababu walikuwa nafikiri sisi tumemweka kwa king of jungle. Hawakujua wao ako na king of kings. Ako na mfalme wa falme. Tembea na mfalme wa falme. Tembea na Jehova asubuhi ya leo, kwa kuwa anaweza akakutetea. Tembea na mtu wa 4. Hata mambo ikiwa magumu, hako na wewe kati ya moto. Haijalishi umewekelewa maneno gani, uko na mtu wa 4 ndani ya moto. Uko na moto ulao. Bwana Yesu asifiwe. Kumbali kutembea na moto. God will deliver you. Tembea na Mungu. Kumbali kutembea na Mungu.